Martial art is all about preparing yourself for anything. Preparing yourself physically, preparing yourself mentally, preparing yourself spiritually. Unajua kuna watu wakiingia kwa drugs unasema mazee, this is not life, the life I'm supposed to live. Ndio uko under influence at that moment, uko under influence, unajiambia tu mazee, hii sio life yangu naishi, hii na live life ya mtu. Unajua katika hii life iliandikwa kwamba utapitia hizo majanga, situation yoyote inayo happen kwa maisha yako, situation yoyote inayo happen kwa maisha yako iliandikwa kwamba utakutana na mambo kama haya, na ukishakutana na mambo kama haya yatakuchanganya kidogo. Unajua katika hii life kuna portion unafaa uishi ambayo si maisha yako, lakini imeenda kukufunza kitu. Kuna life unaweza ishi hata life ya drugs, life ya criminals, unaishi life nyingine yenye unajua tu this is not my life, I'm supposed to live my life, na bado hujapata tune ya life yako. Yani ni kama station unatafuta, ni kama station ya radio unatafuta, unaenda hii haikufurahisha, unajaribu kufuata hii, unaichuru vizuri, bado haingiani. Life ndio iko hivyo. Yani unaweza ingia kwenye life fulani ukasema this is not my life. Hata watu wanakuambia, watu around you wanakuambia hii maisha unayoishi sio maisha yako. Jaribu kurudi kwenye maisha yako. Mimi ninavyokujua tangu kitambo, wewe hauko unaishi hivi. Umebadilika tu recently. Na sijui nini imekubadilisha, sijui ni marafiki, labda ni marafiki umekaa nao, labda ni vitu umeona kwenye internet vikakubadilisha, labda ni vitu umeona kwa wenzako vikakubadilisha, labda ni watu wamekuja kwenye maisha yako wakakugonga kidogo ama wakakuhat kidogo, alafu ukaanza kuishi maisha ambayo si yako. So in life kuna road yenye tunapitiaga ambayo si maisha yetu. Na wewe mwenyewe hata kama uko under influence, umetumia drugs mpaka zimekuchanganya, wewe mwenyewe unakujanga kukua in your sense. In that middle of that influence unakujanga to your senses, unasema this is not my life I'm living, I'm supposed to live my life. Na sijui life yangu ni gani. So maisha ni kama chuni ya radio. Maisha ni kama chuni ya radio. Before upate ile station unapenda, kuna venye utahangaika pale sana, unaenda hapa haikufurahishi, unaenda huku ile station unataka haingiani vizuri, unaenda unagusa aerial kidogo, unaenda unagusa aerial kidogo, unarudi tena unaichuni kidogo, haingiani bado. Yani utapatana na vitu mingi, mikosi, vitu mingi vitakuja kwenye maisha yako, na vitu vingine ni bitter and painful. Zinakuacha ukiwa bitter, na zinakuacha ukiwa yani umechange. Paka watu wanakuambia mazee siku hizi mazee umebadilika kweli. Yani umekuwa maasira sana. Ni life yenye unakutana nayo. Na mostly kwa watu wenye wanaingiendanga kikazi, kama kikazi ya jeshi, kazi ya polisi, kazi ya umetupwa mahali yenye uko for violence, mpaka una seek for peace. Ile kuna kitu na kudisturb kwenye kichwa. PTSD, vitu kadhaa zina kudisturb kwenye kichwa. Na ukirudi kwenye familia yako hawakuelewi tena. Mpaka wanataka, wengine wanatorokaga. Unakuta wanatoroka na mabibi, wanatoroka na watoto wanawatoroka. Kwa sababu ile kazi ni kikazi, lakini imeenda ikakuchange. Imeenda ikakuchange your mind, imeenda ikakubadilisha, umekuwa mtu tofauti kabisa. Watu hawakuelewi. Siku hizi una spend much time alone, na ulikuwa mtu wa mabeste sana. Lakini siku hizi una-isolate sana. Hiyo ni life tunakutananga nayo kwa maisha.
na most of the time unafaa ujichune wewe mwenyewe, uweke station yako yenye inafaa na ujicontrol wewe mwenyewe. Unaambiwa tragedy na vitu hizi mbaya hasta stop kuja, zita keep coming na itategemea venye tazipata. Unajua kama umemomba Mungu akupatie broader shoulder za kuhold hizo burden, mwisho unakuta hizi situations zenye unapatana nazo unazikonka. Na Mungu hawezi stop hizo disasters. Disasters are in nature, they are meant to happen. Hiyo ni kazi ya devil, hiyo ni kazi ya shetani tu kuleta mambo kwenye maisha ya binadamu. Hiyo ni kazi ya shetani, na kazi ya Mungu ni kukupatia broader shoulder. Anakupatia nguvu, anakupatia uwezo wa kukonka, ndio amprove ile shetani kwamba kitu chenye anafanya hakiwezi toboa, haiwezi toboa. So disaster will not stop happening. Chenye kina happening kwa maisha yako kiliandikwa before the beginning of time. Kikaandikwa, kaambiwa huyu jamaa atakutana na mikosi, atakutana na mambo kama haya na atapigana nayo mpaka ashinde. So ni mambo ukiwa unaweka prayer zako na uji prepare for anything, be prepared for anything, spiritually ama physically. Ndio maana unaona sometimes mtu ana train, anakuwa anataka kuwa mnoma, huyo jamaa anajitrain physically na bado amejitrain spiritually in prayer nini, amekuwa prayerful mbaya sana. So mtu anakonanga tu na training, unaonanga tu ni mtu ni mwandawazimu, labda ni jamaa tu hana shughuli ya kufanya na nini. We are preparing ourselves spiritually and physically, because sometimes a devil comes physically, sometimes a devil comes spiritually. Unakuta umekuwa attacked physically, mtu anakuattack tu, anakuchukia with no reason, na ako ready for anything, ako ready kufanya anything, mpaka ashakuua kwa akili yake ashakuua, amebaki tu kukua physically. Ni kwa sababu ile sheria zilizoko kwenye hii dunia zina protect, zinafanyanga watu wengine wasitake vitu matters on their hands, but in reality hawa jamaa washa contaminate already physically, mentally. Kwa akili yao washa contaminate, wanafikiria jinsi watakucontaminate physically. So this life lazima ukue prepared, physically and spiritually, because you don't know how they will attack you. Haujui venye watakuattack. Wakikuja spiritually, keep training your spirits, keep training yourself in prayers and everything. Kuwa armed kwa kila kitu. Na wakikuja physically, keep training yourself kwa gym, keep training yourself kwa boxing, martial art, everything. Unaambiwaga martial art iko associated na religion. Martial art iko associated na religion in a way that wao jamaa kuna venye wana seeking power. Wana seek power, hata kama wana train, wanafanya nini, kuna venye una seeking power to know such, kujua technique fulani, Hawa jamaa wako physically na spiritually. Ukienda China ama wapi, wala jamaa kuna venye wana seeking power from God. So martial art is all about preparing yourself for anything. Preparing yourself physically, preparing yourself mentally, preparing yourself spiritually. Unakuta jamaa amekuona kabisa your plan. Before even attacking that guy, amekuona plan yako. Na anataka kukuchuja wewe umekuja na plan gani, ya kumattack spiritually ama ya kumattack mentally ama ya kumattack. Unajua kuna watu wengine wanakuattack mentally, wanakujaribu kukudestroy na words. Zile words ukiziweka kwa kichwa sana zitaweza kukudestroy. Na kuna watu wanakuja spiritually in a way that wanakutumia evil spirits. Na wewe kama huko prayerful, hizo vitu zinaweza kukugonga, unafika kudefeat. Na kuna watu wengine wanakuattack physically.
wanakuattack physically, wako radhi wachukue hata panga, wako radhi wachukue hata kisu, wako radhi watumie hata mkono zao kukufight. So you must be prepared kwa any situation. You must be prepared. Kuna mahali, kuna time inafikaga mtu binadamu senses zako zinakataa. Senses zako zinakataa kabisa, huyu jamaa una hang out nawe si mtu mzuri. Senses zako zinakataa. Hata unaweza pita hata kama ni mwanajeshi. Hata kama ni mwanajeshi, hiyo siku anaweza amka akakuwa senses zake zimekataa kabisa. Akasema leo na feel fear. Yaani unaweza fika mahali ukafeel a lot of fear. Hapo unafaa ukuwe prepared for prayers ni nini, ujiprepare. Juu hiyo fear si kitu ya bure. Hiyo fear haikuwa kitu ya bure. Ukapita mahali tu ukafeel fear mazee, ukaambia jamaa mazee, hapa si feel poa. Hapa my senses are not feeling okay kabisa. So what we have to do, kama tutakuwa prepared for prayers, let's pray. Na kama tutaendelea kwenda hii safari, let's get ready. Protect me, I protect you. Cover me, I cover you. Tunaenda hiyo design. Na ukue careful, be watchful. Surrounding, unakuwa careful. Wale jamaa wako na earphones, kila mtu kama umevaa earphones toa kabisa, weka kwenye mfuko. Kuwa alert. This situation is not situation yenye unaweza jisahau. Wale jamaa wako kwenye simu wanapigia watu wao kwao, achana na hiyo simu. Get ready. Kama uko kwenye internet, achana na hiyo simu. Be prepared. Uwe jamaa amesense kitu. Na mostly mkiendelea na hiyo safari, mnakutanga ni kweli mmekuwa ambushed ama attack ime happen. Ni kitu inakuaga tu, ni senses zinakujaga kwa binadamu. Ni spirit yenye inakujaga kwa binadamu, ana feel tu things are not okay. Na we are supposed to be prepared. In this situation, we are supposed to be prepared and we are supposed to be alert. Because my senses zinaniambia kwamba this area is not safe at all. So life inakuaga hivyo. Kuna kitu inakuaga kwa binadamu, inakujaga tu, unasema tu today nimeamuka na a lot of fear. So sijui nini na happen. Saa zingine inakuja hata kama ndoto. Ina happen kwa maisha yako kama ndoto. Ndoto ina happen tu, unakuta ume dream about something. If you don't do anything about this, it happen in real life. Because ni kitu umetumiwa kwenye maisha yako ukaonyeshwa. If you don't do something about it, it will happen in reality. And when it happen in reality, ikikupata huko prepared, it will destroy you. That's how life is.